ambavyo matokeo yalivyotokea, na pale ambapo mikono yake ilipokuwa haijainuliwa, nini kilitokea? Haleluya! Na pale alipokuwa anainua mikono, maana ni ishara ya kumwomba Mungu, ishara ya kumhitaji Mungu aweze kuwa pamoja nao katika mapambano yaliyokuwa mbele yao. Lakini pale ilipotokea kwamba jitihada zile zikawa haziendi katika mtazamo uliokuwepo, maana yake kushindwa kulikuwa ni lazima. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo kuna madhara mengi ambayo mwanadamu anaweza akawa nayo pale anapokuwa hadumu katika maombi, na unaweza ukawa katika hali ya kujihurumia, lakini Biblia inasema kwamba mwili ni dhaifu, bali roho ni radhi. Na uradhi wa roho yako ni pale ambapo unashawishiwa kwamba fanya jambo fulani kwa ajili ya Bwana, lakini mwili ulivyo dhaifu unakufanya uweze kushindwa kutekeleza. Hebu soma kitabu hiki cha Kutoka 17 mstari wa 11. Kutoka 17 mstari wa 11. Inasema, ikawa Musa alipoinua mkono wake, Israeli walishinda, na aliposhusha mkono wake, Amaleki walishinda. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe sana. Pale ambapo Musa alinyosha mikono yake akimuomba Mungu, akimwadhimisha Mungu kwamba kuna mahitaji ya namna fulani ambayo yako ndani ya watu wao, nguvu ya Mungu iliendelea kudhihirika na kusababisha matokeo ya ushindi. Lakini mikono yake ilipokuwa inashuka kiasi kwamba maombi yalikuwa yameonekana kwamba hayaendelei, maana yake nguvu ya shetani iliinuka juu yake. Bwana Yesu asifiwe sana. Hivyo kuto kuomba kuna kufanya uweze kutawaliwa na nguvu za giza. Haleluya. Nguvu za giza kutawala maisha yako kiasi kwamba hautaweza kuwa na ushindi dhidi ya ulimwengu ambao upo ndani ya uwepo wa Mungu. Usianze kuwa mvivu katika jambo la maombi, kwa sababu madhara yake ni kushindwa, na yale madhara ya kushindwa yanakufanya uweze kutekwa, na mtu anayetekwa ni mali ya yule anayeteka. Unakuwa mtumwa wa shetani. Ndio maana hauwezi kuyashinda yale ambayo yanakusibu ndani ya uwepo wako, kwa sababu nguvu haipo ndani yako. Na nguvu inapokosekana, maana yake huna uwezo. Unaweza kuwa na uelewa wa kujua hili ni jema, lakini hauwezi kuliendea kwa sababu nguvu ya Mungu haipo ndani yako. Utawala wa kishetani umetawala ndani ya maisha yako kiasi cha kushindwa kuelekea unayoyapenda. Neno la Mungu linasema kwamba yale tunayoyapenda hatuwezi kuyatenda, bali tunaelekea kuyafanya yale ambayo hatuyapendi kwa sababu ya nguvu ya dhambi iliyoko ndani yako. Nguvu ya shetani ikichukua nafasi ndani ya maisha yako, huwezi kuelekea yaliyo mema, kwa sababu mema yanahitaji nguvu ya Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Mamlaka ya Mungu ni kubwa. Tunapoelekea kumwomba Mungu, tunajijaza nguvu ndani ya maisha yetu. Nguvu za kufanya nini? Nguvu za kushinda. Nguvu za kufanya nini? Nguvu za kufanikiwa. Nguvu za kufanya nini? Nguvu za kuelekea mema. Nguvu za kuelekea matarajio ya kimungu ndani ya maisha yako. Kwa hiyo Mungu atusaidie ili uwe ni mtu ambaye unaelekea kwenye matarajio ya utukufu wa Mungu. Lazima umshinde shetani kwa nguvu ya maombi. Haleluya. Nguvu ya maombi inaleta matokeo makubwa ndani yako ya kukufanya uwe na uwezo wa kushinda na kujenga uhusiano wako mzuri. Haleluya. Unapokosa maombi, unapokosa nafasi ya kumwomba Mungu, unatengeneza mazingira ya mwili kuwa na nguvu zaidi kuliko roho yako. Ndio maana tabia mbalimbali zinaanza kuibuka ndani ya maisha yako, kwa sababu nguvu ya Mungu inakuwa imepungua, kwa sababu una nguvu ndogo ya maombi. Bwana Yesu asifiwe sana. Ukitangaziwa maombi ya kufunga, unaona ni kero.
Ukitangaziwa kwamba tuombe kwa muda kadhaa, unaona ni kero, maana yake umejitengenezea mazingira ya kuathirika katika mahusiano yako na Mungu. Haleluya. Kwa madhara ya kutokuomba yanakufanya ushindwe katika mambo mengi, yanakufanya uwe ni mtu ambaye wakati wowote fahamu zako zinatekwa, kiasi cha kutokuwa na msimamo juu ya uhusiano wako mzuri na Mungu. Na shetani alivyo mjanja, pale unapoelekea katika kumwomba Mungu, anakupatia mazingira ya kuwa bize na majukumu yako na kuona kwamba nitafanya. Kumbe wakati uliokubalika ni pale ambapo wazo la Mungu linakuja mbele yako. Omba, achana na mambo mengine. Biblia inasema tafuteni kwanza ufalme wa Mungu na mengine yote mtafanya nini? Mtazidishiwa. Bwana Yesu Kristo anajua una kazi, anajua una majukumu mengi, anajua kwamba kuna vitu ambavyo unatakiwa uvifanye, lakini kwa sababu ya kusudi jema ambalo Mungu ameliweka ndani yako, mpe Mungu kipaumbele. Chukua kipaumbele kumpatia Mungu nafasi. Kwa kumwomba Mungu utapata nguvu isiyokuwa ya kawaida. Utapata nguvu ya kuyaona mambo mengine si kitu. Utapata nguvu ya kumshinda shetani. Utapata nguvu ya kuwa na amani wakati wowote. Utapata nguvu ya kuwa na mwelekeo sahihi. Utapata nguvu ya kupenda kumtumikia Mungu, kuyapenda mambo ya Mungu. Kwa hiyo kuto kuyapenda mambo ya Mungu ndani ya maisha yako ni ishara ya upungufu wa maombi. Roho Mtakatifu hayupo ndani yako. Maisha yako yamekuwa ni maisha ya kuto kuyapenda mambo ya Mungu, kiasi kwamba kama unalazimishwa, kwa sababu hujampa Mungu nafasi ya kumfanya awe na nafasi ya kwanza. Bwana Yesu sasa, hata asubuhi wakati unaamka haujapata hata nafasi ya saa moja kumwomba Mungu, ukimaanisha wewe ni Mungu ambaye umefanya haya yote. Nami nimekuja mbele zako wakati huu nikitambua uwepo wako umefanya mambo makubwa katika uwepo wangu, nami ninajiweka mikononi mwako siku ya leo. Ukajiweka mikononi mwako kumwomba Mungu. Ndio maana inafika mahali unakuwa ni mtu ambaye tabia za kimwili zinaanza kuja. Kushindwa kwa watu hawa ambao walikuwa Musa ana mikono yake inashuka chini, walikuwa wanashindwa. Tabia za kibinadamu za kidunia zinaanza kuingia kanisani. Haleluya. Tabia za uongo zinaingia ndani yako. Tabia za uzinzi zinaingia ndani yako. Tabia, kwa sababu haujampa Mungu nafasi za ushindi kupitia maombi. Haleluya. Kuna mambo ambayo yanaweza yakaingia ndani ya mazingira ya utendaji wako wa majukumu yako. Usione ni kawaida. Mungu anakukumbusha kwamba unatakiwa uombe ili ushindi wako kiuchumi utokee, ili ushindi wako katika biashara utokee, ili mambo mengi ambayo yanashindwa yakawezekane, kwa sababu kupigana kwetu si katika mtazamo wa damu na nyama. Haleluya. Huwezi ukasema mimi Bwana, mimi ni mimi Bwana, watanitambua. Haikusaidii chochote. Itafika mahali utashindwa tu. Lakini ukikaa chumbani ukamwomba Mungu na ukatengeneza mazingira ya uhusiano wako mzuri na Mungu, hakika Mungu anakuthibitishia ushindi. Haleluya. Madhara ya kutokuwa na maombi, utakuwa ni mtu wa kushindwa. Utakuwa ni mtu wa mitazamo ya kibinadamu zaidi badala ya mtazamo wa kiroho. Utakuwa ni mtu ambaye unaelekea ambayo hayampendezi Mungu, kwa sababu nguvu ndani yako haipo. Nguvu ya shetani inapochukua nafasi, kushindwa unatokea. Ndio maana unakuta kwamba Musa aliponyosha mikono yake, ushindi uliendelea kutokea. Mara unapoinuka kumwomba Mungu, mara unapoinuka kuhakikisha kwamba mambo ya Mungu unayatimiza, mara unapofanya bidii kwa ajili ya mambo ya Mungu, ndipo unapata ushindi. Na pale unapokuwa unaanza kudhoofika na unayajali mambo ya dunia, ndipo unapoona kwamba kuna mambo yanaenda tofauti. Bwana Yesu, sasa ni wakati sasa wa kutambua haya madhara yasikupate. Haleluya. Kwa sababu ya kukosa kumwomba Mungu.
ya kuchukulia kirahisi, kana kwamba sisi madam tunatembea katika mtazamo huu tulishafikiri Yesu inatosha. Hapana, shetani haogopi kwa sababu wewe umeokoka. Anaogopa kwa sababu ya uhalisia wa maisha yako. Bwana Yesu sana. Yaani unatisha kwa uhalisia wa maisha yako. Wewe unaovaa suti wengi. Haleluya. Lakini anaogopa mtu anayevaa suti alafu na cheo kinacholingana na suti yake. Bwana Yesu sana. Ikigundulika unavaa suti alafu wewe ni mwizi, unadharaulika vile vile. Umevaa suti ya wokovu ambayo inatakiwa uonekane kulingana na suti yako, inaonekana kwamba wewe ni mtu wa namna fulani. Lakini suti yako hailingani na nini? Na uhalisia wa namna ya cheo unachotakiwa kuwa nayo. Haleluya. Shetani hataogopa. Thamani yako ni namna ambavyo umemvaa Kristo ndani yako. Na Kristo ukimvaa ndani yako ni Mungu ambaye ana nguvu ya ushindi. Na kwa sababu gani? Kwa sababu ndani yako kuna nguvu ya maombi ambao umeiga wapi? Umemwiga Yesu mwenyewe. Lazima huku kumtazama yeye aliyeanzisha hii safari. Bwana Yesu sana. Tunamtazamia yeye mwenye uwezo wa kututoa katika hali hii ya udhaifu kwenda kwenye hali ya ushindi. Haleluya. Musa alikuwa hapambani yeye, bali alikuwa amekaa mahali anamuinua Mungu, anamtafuta Mungu, lakini ushindi unatokea. Haleluya. Unaweza ukakaa mahali ulipo ukaendelea kumtafuta Mungu, ushindi ukatokea mahali ambapo unaelekea katika matarajio yako. Bwana Yesu sana. Na unapogundua kwamba ushindi wangu unatokana katika mwelekeo huu, unaongeza bidii ya kuona kwamba ni namna gani ninapaswa kusimama vizuri katika msingi huu wa mafanikio. Haleluya. Ukiona kuna kitu unachofanya inaleta matokeo katika biashara yako, ndio kwa kukazana. Haleluya. Ndio kwa kufanya nini? Kukazana. Ndio maana watu wengi wanafanya biashara, wanafanya masuala ya shambani, wanaona hakika katika kilimo kwamba upande wa kulima parachichi ndio kunalipa, nguvu zote zinaelekea huko. Haleluya. Nguvu ya mafanikio yetu ni kuona tunaelekea kumwomba Mungu kwa bidii zote, ili Mungu aendelee kuwa ushindi wetu, aendelee kuwa mafanikio yetu. Maana peke yetu hatuwezi. Tunamhitaji Mungu awezaye kutushindia. Hatuwezi kupigana katika mtazamo wa kimwili. Haleluya. Ndio maana neno la Mungu katika Waefeso anasema vita yetu si juu ya damu na nyama. Hatupigani hivi tunavyoonekana katika mtazamo wa ngumi na nini. Haleluya.